Kwa upande wa Diva the Boss, ashaonyesha udhaifu wa kifedha mapema. Kwa sababu Diva the Boss alikuwa anasema kwanza sikia jina lake lenyewe anaitwa Diva the Boss. Alafu alikuwa anatudanganya kwamba anamiliki mabilioni ya fedha. Lakini leo hii kuacha kazi hata wiki ashaanza kupunguza bei ya matangazo. Umeshaelewa Yaani anajishusha brand yeye mwenyewe bila anajishusha brand yeye mwenyewe hata kushushwa. Kiasi kwamba sasa zile kampuni kubwa ziweze kuja kuwekeza kwake. Yaani kampuni jiwekeze kwa Diva kwa 30,000 ile aliyoisema ili kesho awatangaze kwamba hawa nimefanyia 30,000, unaona watu wanaogopa kuaibishwa. Mimi nimekwambia ni huyu Diva alichokifanya amejishusha mwenyewe brand. Hakuna kampuni yote inayomwamini. Ukitaka kuamini hivyo, nenda kwenye section ya comment. Nenda kwenye comment section uone jinsi ambavyo watu wanasema, nikupe 30,000 kesho unitangaze. Nije kwenye DM tuelewane vizuri afu nianike hapa hadharani. Kwa watu washamuogopa. Yaani yeye amejichafua vibaya mno. Amejichafua. Ajifunza kwa Diamond. Mbona kakaa na Diamond muda mrefu? Diamond hawezi kumchafua. Huyu Diamond mpaka sasa hivi hajatoa tamko lolote. Diamond hajaongea chochote kwa sababu anaogopa kushusha brand yake. Ni mtu anayejielewa. Lakini huyu akajishusha kabisa, yani brand yake akajishusha. Yani mimi ningekuwa Diva, ningekuwa mshauri wake, ningemwambia Diva, umeacha kazi Wasafi, wamekudhulumu fedha yako. Kaa kimya. Fuata sheria kimya. Sawa Bora waandishi waje wakuhoji ukiwa uko mahakamani. Kwamba Diva kafungua kesi kwa mahakamani, anadai Wasafi Media fedha. Hapo sasa watu ndo watakuhoji, utaongea watu watakuona uko serious. Lakini kwa hivyo sasa unachambana, bado unaweza kusema nilikuwa nakatwa. Okay, unatuambia sisi inatuhusu nini? Tushajua Watanzania tutakusaidia nini? Umeshaelewa? Yaani Diva unajua the one of ongonos kuona kama ni mtu, yani tunamchukulia, tunamheshimu kwamba ni mtu educated girl, unajua lakini vitu anavyoviongea ni vitu ambavyo vya mtu ambaye yani ni mtu ambaye kama za darasa la 7 vile hana kifua. Kama una kifua unashinda hata kutumia elimu yako. Lakini unaonaje sasa kwa namna ambavyo amemwandikia barua waziri mkuu? Hii inaweza kumsaidia? Hasa unamwandikia waziri mkuu wewe. Alafu waziri mkuu mwenyewe ni rafiki yake na Diamond. Hivi uliona ile juzi waziri mkuu alikuwa kwenye ziara, wananchi sijui wa shule akasema Diamond alituahidi atamalizia shule lakini mpaka sasa hajamalizia. Uliona waziri alivyomtetea? Akasema Diamond atamaliza bwana. Ushaelewa Kwa hiyo yule hawezi kumpeleka Diamond popote. Diamond Tanzania anaheshimika, number 1 artist. Na viongozi pia wanampenda. Kwa hiyo huwezi kaenda kushtaki kule eti waziri aje mkamate Diamond. Milioni 15. Kwa milioni 15. Hasa anatia huruma ili achangiwe au serikali imchangie. Sasa waziri mkuu ndo polisi anahusika na madeni. Ni kitu ambacho hakipo. Wewe mwenyewe ukaona I make sense. Bora tungemwandikia waziri wa wizara ya habari na utamaduni. Sasa unamwandikia waziri mkuu. Waziri mkuu na mambo ya waandishi wa habari yanahusiana nini? Waziri mkuu na kudhulumiana inahusiana nini? Kwa hiyo unaona kabisa vitu anavyofanya ni vya kitoto. Umeshaelewa Hivyo vitu anavyofanya ni vya kitoto. Yale ingekaa chini akatulia, akaenda kwenye mamlaka zinazohusika. Kama ni mahakamani afungue kesi kwamba mimi nimedhulumiwa pesa yangu. Kwa sababu kama kampuni, mimi najua ukiwa unafanya kazi kwenye kampuni kubwa kama ile, kila kitu details zote zinakuwa ziko noted. Kwamba ulichukua hela siku fulani, ulikopa hela siku fulani, ukachukua hela siku fulani, tukikulipa una sign. Kwa kila kitu kinakuwa wazi. Sasa kwa kitendo anachokifanya ni kujishusha brand, na kajiongeza tena kujishusha brand, kafungua media yake, podcast yake, hata ijaanza kufanya kazi. Hatujaona kwamba kafanya kazi na nani, kapiga picha tu anapoza. Yaani kama anakomoana. Sasa unafunga podcast unafikiri unamkomoa Diamond ambaye ana mainstream. Yaani umetoka pale, yaani ni sawa ile ni kama vile umefukuzwa baharini, umefungua kakisima kamaji, afu unamvimbia mwenye bahari. Podcast yako ile meza yenyewe ina mic 2. Angalia tu studio za Wasafi kipindi kimoja mle kuna mic ngapi? Ndio podcast yako umeweka coaching na hapa. Hasa unafanya vile kwamba unavimbia Diamond au podcast kila mtu anafungua. Kuna watu wameeleza chuo na wana mtaja kile wamefungua podcast. Kwa kile sio kitu cha kuvimbia. Yaani kama ametoka Wasafi anataka kushindana na Diamond, sio amuonyeshe eti podcast. Basi afungue na media yake kama za Maradi, hapo ndo atakuwa sasa ameonyesha ushindani kwamba mimi nimefungua. Na cha ajabu Diamond ka like kwenye ile podcast. Ka like. The way anavyoendelea kuandikia barua baadhi ya viongozi wa serikali.
pengine ili haliwezi kufanya labda Diamond hawezi kutoka na kuanza kumjibu pengine. Diamond hawezi kujibu upuzi kama huo, kusema ukweli. Wewe unapomwandikia waziri ambaye usiki na madeni, issue kama hizo za madai, kesi za madai, si tunajua zinapelekwa mahakamani. Peleka mahakamani, mdaiane mahakamani. Au ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii uko mbali, sio unyanyasaji wa kijinsia. Apeleke nani mahakamani, afungue kesi ya madai. Mimi nadai Wasafi Media. Ile ni kampuni. Kwa atafutia mwanasheria afanye hivyo. Lakini mama tunamwandikia waziri mkuu nimezulumiwa. Wanaozulumiwa ni wangapi wote wamwandikia waziri? Kwanza waziri mkuu anahusika na nini na kudhulumiwa? Bora narudia tena angesema aende kwa waziri wa Wizara ya Habari na Utamaduni. Hapa tungesema kwa Mheshimiwa Paul Makonda na Mwanefwe. Na wale sio kwamba wamefanya, wale wangekuja tu kusuluhisha. Lakini kwa jinsi alifanya ametaka kupita shortcut. Na hiyo shortcut unayopitia eti waziri atoe tamko. Hasa wewe na Diamond nani ana connection kubwa na mawaziri? Kwani waziri akitoa tamko inawezekana moja kwa moja yeye akapewa bila kufuata sheria? Mimi sijui kama inawezekana. Mimi najua jombo kinachohusika na hizo kesi ni mahakama, kesi za madai. Sawa kuhusu kupitia shortcut ni kwenda kwa waziri mkuu ni kupitia shortcut na akaposti mtandaoni kutuaminisha sisi kwamba yeye ana connection kubwa. Na anaweza kusaidiwa kweli na waziri mkuu. Hivi wewe mimi nakuuliza Diamond na nani na Diva the Boss nani mkubwa Tanzania? Diamond mkubwa. Sasa Diamond kuna kiongozi amkubali? Au anaweza akapigiwa simu Diamond moja kwa moja, bwana huyu mtoto vipi msaidie bwana. Hamna kitu kama hicho. Labda tu kama yeye anaomba huruma. Viongozi wenyewe wanaona huu ni upuuzi. Kwa sababu kama barua umemtumia waziri mkuu mtandaoni inafuata nini? Unamtaka kumaminisha nani? Naona Diva yeye anasema mimi siogopi chochote. Yeye ana maana gani na pengine nani na kipi anachojiamini nacho? Hasa ogopi chochote kila kati yeye mwenyewe ndo anasema amezulumiwa. Hasa ogopi kudhulumiwa. Sasa ogopi chochote ndio hicho, kama hicho kishatokea, kama hela yako imechukuliwa. Ndio tayari kishatokea. Hasa ogopi kipi? Ambaye angetakiwa aseme siogopi chochote ni Diamond. Kwamba mimi siogopi chochote. Mimi nimekudhulumu nipeleke popote. Lakini wewe umezulumiwa afu unasema sina ogopi chochote. Na hujaenda mahakamani. Tunaona unamtagi waziri mkuu. Ni kitu ambacho hicho ni kitu ambacho hakipo kwa kweli. Diva atumie busara. Mimi namshauri tu dadangu Diva Mwaya atumie busara, apunguze mdomo wa kwenye social media. Wengi wale wanaofuatilia social media zako wanaweka comment, wengi unakuta hata kula hawajala. Ana kasimu kake yako anatuma comment, hana cha kukusaidia chochote, anakuvimbisha kichwa tu, hana hata uwezo kukuletea tangazo kukupa. Ila watu wenye heshima wote wako kimya. Mtu mwenyewe anayejiheshimu, mwenye matangazo ambayo anataka, wote hawako hata kwenye social media kwanza kucomment. Wako kimya. Ushaelewa? Na hakuna mtu anayependa kufanya kazi na mpumbavu. Kila mtu anataka kufanya kazi na mtu anayejiheshimu. Ndio maana Diamond mpaka leo bado anakula matangazo makubwa, kwa sababu ni mtu ambaye hana skendo za kijinga, hajawahi kujibu chochote. Hata mpenzi wako umfanyie nini hawezi kujibu chochote. Ndio maana mpaka sasa hivi Diamond hajajibu chochote. Sasa yule ndio mwanaume na yule ndio brand, na watu wanataka kufanya kazi na watu kama hawa kina Diamond ambao hawaendi na upepo. Ila mtu ambaye kidogo tu mtandaoni my friend, hawezi. Utasema umeroga lakini kumbe wewe mwenyewe umejiroga. Wale wengine ambao amewataja kwamba wamezulumiwa pia kama yeye ambavyo amezulumiwa, pengine anaweza kainuka na kumsaidia. Mbona hawajatoka Wasafi Media? Bado hapo. Mzee, huwezi kudhulumiwa afu ukakaa sehemu. Unafikiri? Hauwezi kudhulumiwa ukakaa sehemu. Lazima utaondoka. Alafu kitu kingine kinachodhibitisha Wasafi pale kwamba wadhulumu, Wasafi Media pale, unaona watangazaji wote wale wakati wanaingia pale kazini, hali zao tunazijua, TBT zao tunazifahamu. Walikuwa vibaya. Walikuwa wamekonda wote hao akina hali hawakuwa kama walivyo hivi. Wote hao yule dada anayetangaza The Switch sijui anaitwa nani, wote walikuja muonekano wale ingia nao sio muonekano wale kwa nao kwa sasa hivi. Ingia ndio wana viete pale. Kwa inaonyesha kwamba pale wanapata mshahara. Kuhusu swala la kuchelewesha, hiyo ni kawaida, kila kampuni mshahara unachelewa, hata serikalini. Wewe hujazi kusikia walimu wanalalamika mshahara umechelewa. Haujaji kusikia polisi wanasema mshahara umechelewa. Mishahara inachelewa kila sehemu. Yeye sasa kuhusu kudhulumu pale hamna. Ushaelewa Yeye mwenyewe labda akafukuzwa akaamua chafue brand kiiva kama vile Juma Lokula alivyosema, nimenukuu. Kwa sasa kitu ambacho yeye anakifanya, atulie kwamba kazi imeisha Wasafi. Atulie, asigombane na media ile, baada na safari ndefu ya maisha. Podcast haiwezi kukupa utajiri kama ambao ulikuwa unaupata pale. Nakwambia mzee,
podcast za YouTube mtandaoni ndo nategemea hapo kipato hicho. Utemba haleluya mbona? Utemba haleluya kwa sababu matangazo menyewe watu hawezi kumpa yule kwa sasa kwa sababu bado wanamuogopa. Kigeugeu huyu mpe tangazo. Sasa yeye hajui kama amejaribia brand huko kote. Alitakiwa akae kimya. Kwa mimi ninachomshauri dadangu akae kimya, ajaribu kushusha pressure kwanza, atulie hata wiki, kama ana kesi ya madai aende mahakamani afungue. Akishafungua hiyo kesi aendelee na maisha yake kimya kimya, then afungue podcast yake, asiongee sana. Si tutaiona tu na tutaisupport. Bwana shukrani sana.